Asante Bwana, kwa vile tunajua ni wewe unayetusaidia toka tumezaliwa mpaka leo. Wewe ndiwe mfalme wetu unayetujali kupita yeyote mwingine. Tukumbushe hili. Kwa jina la Yesu, amina. Wakati sanduku la agano limechukuliwa, Samueli alikuwa mtoto bado. Baada ya miaka kadha wa kadha, walipomwendea Samueli na kuondoa miungu yao, Samueli alisema, wakusanyeni Israeli yote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Waisraeli wakakusanyika Mispa, na wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana, na wakafunga na kusema, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua watu Mispa. Na Wafilisti waliposikia Waisraeli wamekusanyika Mispa, walipanda kupigana nao. Na Waisraeli walipoona hivyo, wakaenda kwa Samueli na kumwambia, usiache kumlilia Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe mikononi mwa Wafilisti. Samueli akatoa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana, na Wafilisti walipokaribia, Bwana akawapiga kwa ngurumo mshindo mkubwa sana na kuwafadhaisha, wakaangamizwa mbele ya Israeli. Wakatoka Mispa na kuwafukuza Wafilisti na kuwapiga. Samueli akatwaa jiwe na kulisimamisha kama bango, naye akaliita Ebenezeri, maana yake Bwana ametusaidia. Wafilisti walishindwa wasiingie tena kwenye mipaka ya Israeli siku zote za Samueli. Kukawa na amani. Samueli akawaamua Israeli maisha yake yote, naye alienda akizunguka Betheli, Gilgali na Mispa kuwaamua, na kurudi kwake Rama, akamjengea Bwana madhabahu huko. Samueli alipokuwa mzee, aliwaweka wanawe kuwa waamuzi juu ya Israeli. Mwanawe wa kwanza aliitwa Yoeli, wa pili Abiya. Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, na wakawa kama wana wa Eli waliokuwa watumishi wa mshahara wa kutaka kupata faida zao, na wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ni msiba ulioje kuona wana wa Samueli wakikengeuka kwa kupata faida isiyo ya haki na kupokea rushwa na kupotosha haki. Hebu tuwaombee viongozi wetu wa kanisa leo, ili waweze kutembea daima kwa unyofu na uadilifu, na kwa neema ya Mungu, na tuache daima tabia potovu na kuishi kwa kumheshimu Bwana Mungu wetu. Basi wazee wa Israeli walikutana Rama na kumwambia Samueli, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue, mfano wa mataifa yote. Samueli alikuwa na uchungu sana na neno hili, maana Bwana ndiye alikuwa mfalme wao, na sasa wanataka kufanana na mataifa mengine. Samueli akamwomba Bwana, naye Bwana akamwambia aisikilize sauti ya watu, maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi. Hawanitaki mimi, Bwana, niwe mfalme wao. Japo Mungu aliwatendea makubwa toka Misri, bali walitaka kumuacha na kutumikia miungu mingine. Bwana akamwambia Samueli awaonye sana na kuwaonesha jinsi mfalme atakavyokuwa sindano ya kuwanyanyasa. Samueli aliwapa ujumbe na kuwaambia kwamba mfalme atawafanya wao kuwa watumishi kwenye magari yake, watakuwa wapanda farasi, watapiga mbio mbele ya magari yake, watakuwa maakida wake, na atawaweka walime mashamba yake na kuvuna na kufanyiza zana za vita. Binti zao watachukuliwa kutengeneza manukato, watafanywa wapishi, na mfalme atachukua mashamba yenye mazao mazuri ili awape watumishi wake. Mfalme atawatoza ushuru wa mbegu zao za mazao, awape watumishi wake, na atawatoa wao kuwa watumishi na wajakazi. Atachukua ng'ombe wao wazuri na punda wao wazuri, awatumie kwa kazi zake binafsi. Mfalme atawatoza fungu la 10 na la makundi yao, nao watakuwa watumwa wake. Mungu akawatahadharisha kwamba watalia siku moja kwa sababu ya kujichagulia mfalme, naye hatawajibu. Watu hawa wakakataa kusikiliza sauti ya Samueli, wakakazana wanataka mfalme ili wafanane na mataifa yote, na kwamba mfalme angewaamua na kutoka nao kwenda kupigana vita. Samueli alikuwa anafanya kazi ya kuwaamua tayari, ila walikazana kutaka waliokatazwa. Samueli alipeleka mambo yote kwa Bwana.
Naye Mungu akamwambia tena Samweli aisikilize sauti yao na awafanyie mfalme, na akawaambia Israeli waende majumbani mwao. Mungu hawaachi watoto wake wanapofanya uamuzi ambao sio bora. Hii ni kwa sababu upendo wake hauna masharti na ni wa milele. Katika upotofu wetu, Mungu bado atatoa ushauri wa jinsi ya kuleta matokeo bora zaidi. Kwa hivyo, kwa mfano, ikiwa kazi uliyoichagua inaweza isiwe bora anavyotaka Mungu kwako, bado ikiwa utamsikiliza na kumtii yeye, atakuletea kile kilicho bora zaidi katika hali hiyo. Hii ni kwa sababu ijapokuwa hukwenda kwa lile alilokuwa nalo kama bora kwako, bado yeye anakupenda naye hata kuacha kamwe. Huu ni upendo ambao hautakuachilia uende. Katika kabila la Benjamini kulikuwa na mtu aitwaye Sauli, mwana wa Kishi, naye alikuwa kijana mwenye uzuri na mrefu. Hakuwaka mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu, alikuwa mrefu kuliko watu wote. Punda za baba yake Kishi walikuwa wamepotea, na babaye akamwambia aende kwa nabii au mtazamaji Samweli asaidiwe kujua punda walipoenda. Sauli alitwaa mtumishi na kwenda kuwafuata punda. Walitafuta kwa muda, naye akamwambia mtumishi warudi, maana baba yake ataanza kuona hofu juu yao kupotea zaidi ya punda kupotea. Lakini mtumishi alisema kwamba katika mji huu pana mtu wa Mungu, mwonaji, anaishi hapo, nayo asemayo hutokea, hivyo waende kwake awaambie habari ya punda. Sauli akauliza wampelekee mtu huyo zawadi gani? Ndipo mtumishi akasema ana robo shekeli. Basi wakaenda kwa mtu wa Mungu. Walipofika mjini, wakakuta wasichana wanatoka kuteka maji, na wakawauliza kama wamemwona mwonaji. Wakawaambia wafanye hima, kwani ndiyo tu amekuja na yuko tayari kutoa dhabihu, na waende kabla ya hii shughuli kuanza. Walipokuwa wakiingia mjini, Samweli akawatokea kwenda mahali pa juu. Bwana alikuwa amemfunulia Samweli jana yake kwamba kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Naye atawaokoa watu wangu kutoka katika mikono ya Wafilisti. Hivyo Samweli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, atakayewamiliki watu wangu. Sauli alimkaribia Samweli akiomba, tafadhali uniambie nyumba ya mwonaji iko wapi? Samweli alimwambia, yeye ndiye mwonaji, na aje naye juu na kula pamoja naye, na asubuhi angemwachia aende zake, kisha atamwambia yote alionayo moyoni mwake. Na wale punda zako waliopotea siku hizi 3, usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote aliyotamanika katika Israeli amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Sauli alishangaa kwamba yeye Mbenyamini, mtu wa kabila dogo na ukoo mdogo, kwa nini anamwambia vile? Ikiwa tunasisitiza njia zetu wenyewe, msimu wa giza la maisha upo mbele yetu. Hatuwezi kuwa watu wa kipekee wa Mungu na kufuata njia za ulimwengu. Mazoea yetu ya kula na kuvaa, mfumo wetu wa elimu na huduma za tiba zinapaswa kuendana na mapenzi ya Mungu. Hata utumiaji wetu wa mfumo wa mahakama unatakiwa kuendana na matakwa ya Mungu na si jinsi ulimwengu unavyotenda. Wakati mwingine tunaogopa kuitwa washupavu na wenye misimamo mikali ikiwa tutafuata ile njia nyembamba ya Mungu. Je, tunapendezwa zaidi na kile ambacho wengine wanafikiri kutuhusu kuliko kufuata kile ambacho Mungu anataka kwa ajili yetu? Israeli walikuwa na fursa ya kuonyesha ukuu wa serikali ya Mungu, lakini badala yake walitaka kufanana zaidi na mataifa yaliyowazunguka. Walikuwa wanatafuta mfalme kama wapagani wote waliokuwa karibu nao. Hata nasi tunatamani kuwa salama, kulindwa kutokana na misukosuko na uharibifu. Tunatamani kuwa salama kifedha, tukiwa na mali nyingi katika eneo linalofaa kwa kustaafu. Kuwa salama katika kazi zetu, nafasi zetu na ushawishi juu ya wengine, kuheshimiwa na kujulikana. Kuwa salama katika afya zetu na kuwa madaktari bingwa na sahihi na kula chakula bora. Kuwa salama katika mahusiano yetu, urafiki wetu, ndoa, watoto, familia na orodha inaendelea. Jibu la kawaida tunapohisi kutokuwa salama
ni kutazama kila mtu anachofanya na kile alichonacho na kujaribu kuiga au kutamani. Tunaangalia kote kile ambacho kila mtu anacho au anachoonekana kuwa nacho na kusema, nataka walichonacho. Hivyo ndivyo vitanisaidia mimi kuwa salama. Tunachohitaji ni Yesu Kristo kuwa mfalme mioyoni mwetu. Kuutafuta ufalme wake na haki yake kwanza, na vitu vingine vyote tutazidishiwa. Kristo amesema, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba nayapokea, nayo yatakuwa yenu. Marko 11:24. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yohana 14:13. Naye Yohana mpendwa, chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, anena kwa uwazi na uhakikisho ulio mkuu. Tukiomba chochote sawasawa na mapenzi yake, yeye hutusikia. Na ikiwa tunajua kwamba yeye hutusikia, lolote tuombalo, tunajua kwamba tuna maombi ambayo tulimuomba. 1 Yohana 5:14-15. Basi wasilisha maombi yako kwa ujasiri na msukumo kwa Baba katika jina la Yesu. Mungu ataliheshimu jina hilo. Maswali: Samueli aliamua miji gani? Kwa nini ni vibaya kucheza na vitu vitakatifu? Kwa nini Mungu hawezi kulinganishwa na chochote? Kwa nini wana wa Israeli walitaka mfalme? Kwa nini Sauli alishangaa maneno ya Samueli? Kwa nini Samueli hakulaumiwa kwa tabia ya watoto wake? Nini maana ya Ebenezeri? Taja majina ya wana wa Samueli. Mungu akubariki sana, mtoto na kijana wa Yesu.